Swala zima la malezi basi tunapaswa kuzingatia katika namna zote mbili, kwamba mtoto anapoelewa kwenye malezi ya Kiislamu ama malezi ya Kikristo, basi tutegemee tu kwamba atakuwa na matokeo mazuri kwenye jamii. Hasa mama pia anatakiwa awe chanzo kikubwa ama amewekewa msingi mzuri zaidi wa kuweza kumjenga mwanae ili kujenga jamii iliyo bora sana. So swala zima la malezi basi linaanzia kwa mtoto, hasa binti akiwa mdogo mpaka anapokuwa anakuwa mama bora na kuweza kulea familia yake, watoto wake kwa njia bora na jamii yote kuwa bora zaidi. Habari gani? Hii ni Success Path Network, each one teach one, na mimi ni Muslim Salum. Na leo katika Success Path Network tunazungumzia jambo moja, swala zima la malezi. Tunapozungumzia swala zima la malezi tunazungumzia vitu vingi sana, kwa sababu kwenye malezi kuna mambo mengi ya kuzingatia. Kuna watu wanaelewa kwenye malezi ya single mothers, single parents, mzazi mmoja, na wengine pia wanaelewa kukiwa na wazazi wote wawili. Lakini malezi yanakuwa na madhara pale ambapo yanakuwa ndivyo sivyo. Hasa mtoto anapoelewa kwenye malezi ambayo mama ndio kila kitu, na mama ndiye anayekuwa na mwongozo mzuri sana, na mama ndiye anayejenga jamii kwa ujumla. So mtoto anapoelewa katika malezi ambayo yanakuwa na mzazi wa kike ama mama ambaye amlei mtoto wake katika njia nzuri, hivyo basi tutegemee kwamba jamii yote itakuwa sio nzuri, kwa sababu mama ndiye kila kitu. Lakini swala zima la single mothers, wengi wamekuwa wakilelewa na single mothers, lakini madhara pia yamekuwa yakitokea mengi sana, sababu mtoto anakosa malezi ya pande zote. So serikali hata jamii pia inapaswa kuzingatia swala hili la kutokuendekeza zaidi masuala ya single mothers. Lakini swala zima la malezi yanakuwa katika namna mbalimbali. Kuna malezi ambayo watu wanalelewa kwenye malezi ambayo sio ya dini, wengine wanaelewa kwenye malezi ambayo hayako katika njia sahihi ama katika mwongozo ulio bora sana. Swala zima la malezi, kuna vitu kama malezi ya dini zote, sababu malezi mtoto anaelewa katika dini za Kiislamu, dini za Kikristo yanatofautiana. So swala zima la malezi basi tunapaswa kuzingatia katika namna zote mbili, kwamba mtoto anapoelewa kwenye malezi ya Kiislamu ama malezi ya Kikristo, basi tutegemee tu kwamba itakuwa matokeo mazuri kwenye jamii. Hasa mama pia anatakiwa awe chanzo kikubwa ama amewekewa msingi mzuri zaidi wa kuweza kumjenga mwanae ili kujenga jamii iliyo bora sana. So swala zima la malezi basi linaanzia kwa mtoto, hasa binti akiwa mdogo mpaka anapokuwa anakuwa mama bora na kuweza kulea familia yake, watoto wake kwa njia bora na jamii yote kuwa bora zaidi. So swala zima la malezi tunapaswa kulizingatia, kwa sababu ndio msingi wa kila kitu, ndio msingi wa jamii yote, ndio msingi wa taifa kwa ujumla na hata dunia kwa ujumla. Swala zima la malezi ndio swala bora zaidi, kwa sababu inafanya dunia iwe salama na maisha yawe bora zaidi. Lakini pia tunaposema malezi, ningependa kuzungumzia kwenye swala zima la hasa kwenye mambo ya uchumi na vitu kama hivyo. Kwenye masuala mazima ya uchumi, masuala yote ya kijamii, mahusiano ya kijamii, mtoto anapoelewa kwenye malezi yaliyo bora na kuzingatia msingi bora zaidi, basi hata tutegemea kikuwa mkubwa, masuala ya uchumi na vitu kama hivyo havitakuwa na usumbufu zaidi. Malezi yanakuwa bora sana hasa mzazi, aidha baba au mama, anapomlea mwanae kwenye malezi yaliyo bora. Hasa tutegemee kwamba hata akikua basi hata kuona changamoto kubwa ya kiuchumi, kwa sababu baba au mama akimlea mwanae katika njia iliyo bora, basi tutegemee tu atamlea katika mazingira ambayo yanamsaidia yeye mtoto kuwa na msingi mzuri wa kuweza kujitafutia kipato au njia bora zaidi ya kujitafutia uchumi. Lakini pia malezi, hasa malezi ya mama, yana msaada mkubwa sana kwa jamii, kwa sababu mama kama mama ana msingi mzuri zaidi wa kuweza kujenga jamii yake, sababu masuala ya kihalifu kwenye jamii, masuala yote ambayo ni maovu kwenye jamii yanaweza kuondolewa pale tu wazazi, hasa mtoto wa kike anapoelewa katika njia bora, ama mama anapokuja kuwa mama sasa akiwa katika njia bora. Hiyo ndio inakuwa msingi mzuri zaidi wa kuweza kukuza jamii yote kwa ujumla na kuweza kufanya familia iweze kuwa bora. So tunapaswa kuzingatia, ewe ndugu zangu, tupaswa kuzingatia hili, kwa sababu malezi ndio kila kitu kwenye masuala ya uchumi, masuala ya biashara, masuala ya kilimo na masuala yote ya kijamii. Swala zima la malezi ndio swala bora zaidi. Hii ni Success Path Network, each one teach one, na mimi ni Muslim Salum.